Swali langu la kwanza, nataka tu, hilo sio la kuweka alama, nataka kuona kama mlisoma kitabu cha Matendo ya Mitume kiliandikwa na nani? Mepata. Swali langu la kwanza, sijui nitatumia lugha gani ndio tuelewane vizuri. Kiswahili zote. Acha nianzie Kiingereza alafu nitatafsiri kwa sababu kuna watoto hapa. God promised a future outpouring of the Holy Spirit. Which prophet prophesied about that? Nauliza kwamba kuna nabii aliyetafsiri kuhusu umwagikaji wa Roho Mtakatifu. Nabii aliye sema maneno hayo alikuwa anaitwa nani? Joel. Umepata. Ndiki hapo. Mpata swali la kwanza. Swali la pili na ndo la mwisho. How can a Christian discover his or her spiritual gifts? How can a Christian discover his or her spiritual gifts? By reading the word of God. That is one, but you are not correct. Unaweza jua namna gani ya kwamba uko na vipawa vya Roho Mtakatifu? Utajuaje? By prayer. Msaidie. Through serving in various areas, you will know that you have the power of the... That is correct. Pige makofi. Nataka mniongeze ya mwisho kabisa. Utajuaje uko na vipawa vya nguvu za Roho Mtakatifu? Through giving. Correct.
Mtakatifu. Walipojazwa na Roho Mtakatifu, watu wengi walisema hawamelewa. Petro akasema hawajalewa, bali wamepokea Roho Mtakatifu. Sasa tunda la Roho ni uvumilivu, furaha, amani na uaminifu, fadhili, utu wema, upendo, upole, na mambo kama hayo ni zao lake. Sasa tunda la Roho ni uvumilivu, furaha, amani na uaminifu, fadhili, utu wema, upendo, upole, na mambo kama hayo ni zao lake. Sasa tunda la Roho ni uvumilivu, furaha, amani na uaminifu, fadhili, utu wema, upendo, upole, na mambo kama hayo ni zao lake. Asante sana Jerusalem East. Tutatoa sadaka zetu na zawadi ndio tutoke, na tukitoka tunakaa tu, tusiende nje. Sisi tumemaliza. Toe asante, tutakaa. Jordan, zawadi wataleta zawadi, tuweke sadaka tukitoka. Asante. Jordan Fellowship waingie. Jordan waingie. Jordan. Praise the Lord, church. Praise the Lord, John Moore. In front of you is Jordan Fellowship, ready to present to you a song and a memory verse. Our memory verse comes from the book of Acts chapter 1 verse 2 to 8 and 14, and Acts chapter 2 verse 14 to 18. And the Bible says, in my first book, I wrote about all the things that happened from the first time for 40 days. I appeared to them many times in ways that proved beyond doubt that he was alive. They saw him and he talked with them about the kingdom of God. And when they came together, he gave them this order. To Jerusalem. But wait for the gift I told you about, the gift my father promised. John baptized you with water, but in a few days he'll be baptized with the Holy Spirit.
When the apostles met together, they asked, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? Jesus said to them, the times and occasions are set by the fathers from eternity. It's not for you to know when they will be. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Pray as a group together with the women and with the mother of Jesus and with his brothers. Then Peter stood up with the other 11 apostles and in a loud voice began to speak to the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, listen to me and let me tell you what this means. These people are not drunk as you suppose. Instead, this is what the prophet Joel spoke about. This is what I'll do in the last days, God says. I will pour out my spirit on everyone. Your daughters and sons will proclaim my message. Your young men will see visions, and your old men will have dreams. Yes, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit and they shall proclaim my message. Say amen. Amen. So on top of the memory verse, we have a song on the promise of the Holy Spirit. The choir leader is Mrs. Asuma Trusilla from Jordan Fellowship. You are welcome. Let the song become the last one. Okay, thank you. Yeah. I have only 2 questions for you to check whether you read where you were told to read. The first question is not for awarding marks, but it's for testing to jog around with your brain. In the Holy Trinity, we have the Holy Spirit as the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit comes number? Yes? Number 3, correct. Now, the first question for you is this one. Taja, and you mentioned 4 gifts of the Holy Spirit. Mention 4 gifts of the Holy Spirit. Taja vipawa 4 vya Roho Mtakatifu. Jipange haraka haraka mnipatie jibu. Speaking in tongues. Correct. Prophecy. Correct. Miracles. Yeah? Miracles. Correct. Interpretation of tongues. Correct. Umepata hiyo, pigia makofi. The last question. Nataka mnisikilize vizuri, alafu mniambie maneno hayo yameandikwa kitabu gani katika Biblia. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall be called Emmanuel. Which Bible records those words? Nitafsiri katika Kiswahili, tusikilize vizuri. Na tulisema kama unajua jibu, usifanye nini? Usiongee, wewe subiri lako. Kwanza nikuone tu, nitakupea lako vizuri tu. Tazama, bikira atachukua mimba, atamzaa mwana huyo ataitwa Emmanuel. Yameandikwa maneno hayo katika kitabu kipi? Isaiah 7:14. Wamepata.
Asante sana Jordan Fellowship. Tutatoa sadaka zetu na zawadi ambao tumeleta katika nyumba ya Bwana, na Mungu awabariki sana. Asante sana Jordan. Kwaya number 3, tuingie Macedonia East. Mbele yenu Macedonia East Fellowship,
ako na memory verse na wimbo pia. Amini utapalikiwa pamoja. Praise God. Praise God again. In front of you is Macedonia East Fellowship, ready to present a song and a memory verse. Our memory verse comes from the book of Acts chapter 1, verse 2 to 8 and 14. Welcome. Until he was taken up to heaven, but before he was taken up, he gave orders to the apostles that he had chosen with the help of the Holy Spirit. For 40 days after his death, he appeared to them in many ways. For 40 days after his death, he appeared to them in many times in ways that proved beyond doubt that he was alive. They saw him and he talked with them about the kingdom of God. And when he came together, he gave them this And when he came together, he gave them this order: do not leave Jerusalem, but wait for the gift I told about. The gift my father promised. John baptized with water, but in a few days he will be baptized by the Holy Spirit. When the apostles met together with Jesus, they asked him, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? Jesus said to them, the times and occasions are sent by my Father's own authorities, and it is not for you to know when they will be. But when the Holy Spirit come upon you, you will be filled with power, and you will witness for me in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and the end of the earth. Our memory verse also comes from the book of Acts, chapter 2, verse 14 to 18. It says, Then Peter stood up with the other 11 apostles, in a loud voice began to speak to the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, listen to me and let me tell you what this means. These people are not drunk. It is as you suppose. It is only just 9 o'clock in the morning. Instead, this is what the prophet Joel spoke about. This is what I will do in the last days. God says, I will pour out my spirit onto them. Your sons and daughters will proclaim your message. Your young men will see vision, and your old men will have dreams. Yes, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit on those days, and they will proclaim my message. Say amen. Amen. Wimbo utakuja baadaye. Tunaenda kwanza kwa maswali. Swali la kwanza sio la kuwapea alama, ni la kuona kama mlisoma mahali ambapo mliambiwa. Kisoma kitabu hicho cha Matendo ya Mitume 1:8, kuna sehemu ambazo wanafunzi waliambiwa waende wawe mashahidi pale 3. Hebu zitaje. Mpe kipaza sauti sisikii. Wengine wawe teachers. Hukuelewa swali langu. Nirudie. Ukisoma kitabu hicho cha Acts 1:8, wanaambiwa kwamba wangejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu kisha waende wawe mashahidi. Sehemu gani? Wapi? Nilisema 3. Jerusalem,
Jerusalem, and Samaria. Judea na Samaria. Sasa enyewe niliona mlisoma, hamujakuja hapa kupahatisha. Swali lenu la kwanza. Sasa hilo ni la kuwapea alama. The Holy Spirit played a great role in the life of Jesus Christ. Roho Mtakatifu alifanya kazi sana katika maisha ya Yesu Kristo. Sasa nataka unitajie vitengo gani katika maisha ya Yesu Roho Mtakatifu alifanya kazi kwake. Which were some of the ways? Yes? During baptism. Correct. Nataka 3. Conception. Resurrection. Wamepata. Swali lenu la mwisho. During the baptism of Jesus Christ, a voice was heard from heaven. What did the voice say? Tutulie. It said, "This is my own son, with whom I'm pleased with." Correct. Bwana asifiwe. Tuko na wimbo na wimbo yenyewe inahusu Roho Mtakatifu. Enye anaimbisha ama kuna hii kikundi ni Karen Nikemuma. Mtakatifu
Asante sana Macedonia East. Tutatoa sadaka zetu, tulete zawadi yetu kwa nyumba ya Bwana ndio tukae. Asante Macedonia East. Next ni Bethlehem Fellowship. Bethlehem Fellowship tuingie. Bethlehem tuingie. Asante. Praise the Lord. Praise the Lord once more. Before you is Bethlehem Fellowship, ready to present to you a song and a memory verse. Our memory verse comes from the book of Acts chapter 1 verse 2 to 8 and 14. It's about Jesus is taken up to heaven. Then Acts chapter 2 verse 14 to 18. Welcome. Until the day was taken up to heaven. Before he was taken up, he gave instructions by the power of the Holy Spirit to the men who he had chosen as his apostles. For 40 days after his death, he appeared to them many times in ways that proved beyond his doubt that he was still alive. They saw him and he talked with them about the kingdom of God. And when they were together, he gave them this order. Do not leave Jerusalem but wait for the gift I had told you about, the gift my Father promised. Verse 5, John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 6, when the apostles met together with Jesus, they asked him, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? 7, Jesus said to them, the time and occasion are set by my Father's own authority, and it is not for you to know when it will be. 8, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power and be witnesses for me in Jerusalem, all of Judea and Samaria, and to the end of the earth. 14, they gathered frequently as a group to pray, together with the women and with Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Acts chapter 2 verse 14 says, Then Peter stood up with the other 11 apostles, and with a loud voice began to speak to the crowd. Fellow Jews and those of you who live in Jerusalem, listen to me and let me tell you what this means. Verse 15, these people are not drunk as you suppose. These people are not drunk as you suppose. It is only 9 o'clock in the morning. Verse 16, instead, this is what Prophet Joel talked about. 17,
This is what I will do on the last days, says God. I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Young men will have visions, and old men will have dreams. Yes, even to everyone, on those days I'll pour out my spirit, even on everyone, both men and women. I'll pour out my spirit on them, and they shall proclaim my message. And that's the word of God. Bwana asifiwe. Tuko na wimbo juu ya Roho Mtakatifu. Mubarikiwe. Acha tuulize maswali, alafu wimbo ndio mtamaliza nayo. Swali la kwanza tauliza katika Kiingereza, kama tataka nitafsiri sawa. What are spiritual gifts? What are spiritual gifts? Prophecy, healing. Nataka maana yake. Spiritual gifts are gifts that are given to believers by the Holy Spirit. Swali la pili. Sasa nataka mnitajie viwango ama categories of spiritual gifts. Viwango ni vipi? Ama vikundi vya vipawa vya kiroho. One is healing. No. Mnasaidiana tu nyote. We have the gifts that are given in churches. Another one, the spirit in service. Are you talking about service? Asked about the categories of spiritual gifts. Very simple. Miracles? Yeah? Miracles? Pentecost? Miracles. No. The last trial. Huyo ndiye anajaribu wa mwisho. Hakuna? Sawa. Mmeanguka hilo. Endelea na wimbo. Nero murai oito asekera ingana
gwaitu Ono tomo elimaga twensi asobo gima gwaitu Era torae asobo gima gwaitu Era torae asobo gima gwaitu Ono akia minto tobikorere Ebi watu aiwe asemba jeito Tuyaga chekanisa yomonene oito Asebi wa ebi jetu aiwe bosa Onoga kia bamito tobikorere meremo Ebi watu aiwe asemba jeito Tuyaga chekanisa yomonene oito Asebi wa ebi jetu aiwe bosa Ono tomo elibaga twensi asobo gima gwaitu Era torae asobo gima gwaitu Era torae asobo gima gwaitu Ono tomo elibaga twensi asobo gima gwaitu Era torae asobo gima gwaitu Era torae asobo gima gwaitu Asante sana Bethlehem Fellowship, tutoe sadaka zetu, tulete zawadi katika nyumba ya Bwana na Mungu awabariki. Mount Carmel waingie nyuma yao, tukue na Macedonia West. Karibu sana Mount Carmel. Na tunyamaze, kuna makelele. Taski maintain silence. Na ikiwa tumeimba tusiende nje, wacha tukae kanisani. Karibu sana Mount Carmel. Praise God, church. Bwana asifiwe tena. In front of you is Mount Carmel Fellowship, ready to present a memory verse and a song. Our memory verse comes from the book of Acts, chapter 1, verse 2 to 8 and 14. Also chapter 2, verse 14 to 18. It says, until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen, to them he presented himself alive after his passions by many proofs, appearing to them during the 40 days and speaking of the kingdom of God. And while staying with them, he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me. For John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? But he said to them, it is not for you to know times and seasons which the Father has fixed by his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses
in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. Verse 14. All these devoted themselves to prayer together with the women and Mary, the mother of Jesus, and all his brothers. Chapter 2, verse 14 to 18. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them. Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my word. For these people are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Yeah, and on my men servants and my maid servants, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. Say amen. Acha tuingie katika maswali. Swali la kwanza ni vipawa vipi ambavyo Mungu hupeana mtu binafsi katika uongozi wa kanisa? Auliza ni vipawa vipi, what are some of the gifts that God gives to individuals for church leadership? Ni vipawa gani? Yani mbia guki Nyasaye akorwa guchia somo ntovena sobora iwe kanisa. Yes. Gift of healing. No. Pea yule. Spiritual gifts. I'm not talking about spiritual gifts. Abu, watoto watulie kidogo. Nauliza tukiwa hapo tu katika Roho Mtakatifu, kuna vipawa ambavyo Mungu anapeana mtu binafsi, hasa katika uongozi wa kanisa. Ni watu kama gani ambao wamepewa vipawa hivyo? Evangelist. Very good. Akero mwingine wachinkovi. Another one. Pastors. Pastors. Another one. Walimu. Teachers. Another one. Prophet. Yeah? Prophet. Prophets. Prophets, eh? Yeah. Correct. Umepata. Swali la mwisho, patie maana ya jina Pentecost. Jina Pentecost humaanisha nini? Elieta Pentecost incriminate. Muda unaisha katika swali hilo. 9, 8, 7, 6, 5. Pentecost inamaanisha siku ile Roho Mtakatifu alikuja. Majaribu. Endelea.
tiu elio amachare moya rwasenkoro yaye tiu elio amachare moya rwasenkoro yaye Oyole nera ngoti gacha sindere anyi elio amachare moya rwasenkoro yaye elio amachare moya rwasenkoro yaye intwe twensi tabenera ngo gusasi mumuika nere bwika nero morokia na endo moremya omorai na ende tinguru raturae tuike igoro intwe twensi tabenera ngo gusasi mumuika nere bwika nero morokia na endo moremya omorai na ende tinguru raturae tuike igoro monene yesaka bate byaboroki wabaye inwe na monyore tinguru muiko motenu ekera bateire na mobe inwe birori bane mulira ndelingane lya sense yonsi mulira ndelingane lya sense yonsi monene yesaka bate byaboroki wabaye inwe na monyore tinguru muiko motenu ekera bateire na mobe inwe birori bane mulira ndelingane lya sense yonsi mulira ndelingane lya sense yonsi intwe twensi tabenera ngo gusasi mumuika nere bwika nero morokia na endo moremya omorai na ende tinguru raturae tuike igoro intwe twensi tabenera ngo gusasi mumuika nere bwika nero morokia na endo moremya omorai na ende tinguru raturae tuike igoro keroria igeteri tukoria Pentecote eira ya Nyasaye gaikerana onsia boroki wabagaitorwa no moika una yarigetwe no mobani yoeli monene yesaka bate byaboroki wabaye inwe na monyore tinguru moiko motenu ekera bateire na mobe inwe birori bane mulira ndelingane lya sense yonsi intwe twensi tabenera ngo gusasi mumuika nere bwika nero morokia na endo moremya omorai na ende tinguru raturae tuike igoro intwe twensi tabenera ngo gusasi mumuika nere bwika nero morokia na endo moremya omorai na ende tinguru raturae tuike igoro. Asante sana, tuwapie makofi mazuri wanapotoka. Tutoe sadaka, wawekee container ya sadaka hapa, pastor wawekee hapa. Asante Mount Carmel. Tuendelee kujipanga na zawadi katika nyumba ya Bwana. Fellowships zinasema zinaendelea kujipanga. Hakikisha tumeleta zawadi vile tumejipanga.
Next, Macedonia West. Macedonia West, karibu. Nyuma ya Macedonia West tukue na Jerusalem East. Bwana Yesu asifiwe. Nikuwa ya Macedonia West. Owatere igoro yo mwiko mate. Komendana mangana yo mutu. Urasi kitabu kyo gokora yamo. Ibere 14 yoka. Ogokora okubere 14 to 18. They gathered together frequently to pray as a group, together with the women and with Mary, mother of Jesus, and all his brothers. Then Peter stood up with the 11 apostles, and in a loud voice began to speak to the crowd. Fellow Jews and all those who live in Jerusalem, listen and let me tell you what this means. These people are not drunk as you suppose. It is just 9 o'clock in the morning. Instead, this is what Prophet Joel spoke about. This is what I will do in my last days. God says, I will pour out my spirit on everyone. Your young men will see visions and your old men will have dreams. Verse 18. Yes, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days and they will proclaim my message. Say amen. Amen. Kuna makelele mengi kwa nyumba, kindly tusikisane. Asante. Memaliza. Swali la kwanza, wakati Yesu alikuwa anabatizwa, nguvu za Roho Mtakatifu zilimjia pale akibatizwa. Roho Mtakatifu alikuwa kwa ishara gani? Alikuja kwa ishara gani? Sijasikia. Oh, sawa. Alafu swali la pili, wakati Yesu alijaribiwa na shetani, alikuwa anajibu akitaja maneno fulani kutoka kwa Biblia kulingana na jaribio ambalo shetani alikuwa anampea. He was quoting the scriptures. Alikuwa na maliko. Ono ntebingo ebitabu biri alikuwa na korwa biri byebi. I think mmenipata. Niambie. Swali hilo ni kama mmeshindwa. Nirudie. Ngiro lego sehemu mko sawa.
Wewe ndo wa mwisho kujibu. Matthew 4. I want exactly. Si una relate exactly. Matthew 4 what? 1, 10, 15. Matthew 4:1. Matthew 4:1. Very wrong. Yeah. Jaribu wewe ya mwisho. Sawa, wameanguka. Swali mmepata kwa maswali yangu mawili, mmepata moja. Sasa endelea na wimbo. Kero yo mwege nile omonene na nyore
choirwe no moiko mochen, konsi na babe hababani. Kero yo mwege nire omonene, na nyore egutwa yo bogima. Waya ba choirwe no moiko mochen, konsi na babe hababani. Kero yo mwege nire omonene, na nyore egutwa yo bogima. Macedonia West, tutoe sadaka zetu tunapotoka. Tena tulete zawadi. Wacha Mungu awabariki sana. Asante sana Macedonia West. Jerusalem East, karibu. Praise God, church. In front of you is Jerusalem Fellowship, ready to present to you a song and a memory verse. Our memory verse comes from the book of Acts, chapter 1, verse 2 to 8 and 14, and chapter 2, verse 14 to 18. It says, until the day he went up to heaven. Before he went up, he was given instructions by the power of the Holy Spirit to choose his apostles. For 40 days after his death, he appeared to them many times in ways that proved beyond doubt that he was alive. They saw him and he talked with them about the kingdom of God. And when they came together, he gave them this order: do not leave Jerusalem, but wait for the gift I told you about, the gift my father promised. John baptized with water, but a few days you will be baptized with the Holy Spirit. When the apostles met together with Jesus, they asked him, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? Jesus said to them, the times and occasions are set by my Father's own authority, and it is not for you to know when they will be. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power and will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. They all gathered frequently together to pray as a one group, together with the women and with the Mary, mother of Christ, and with his brothers. Then Peter stood up with the other 11 apostles and in a loud voice began to speak to the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, listen to me and let me tell you what this means. These people are not drunk, as you suppose. It is only 9 o'clock in the morning. Instead, this is what the prophet Joel spoke about. This is what I will do in the last days. God says, I'll pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Your young men will see visions, and your old men will have dreams. Yes, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit on those days, and they will proclaim my message. Say amen.
Maswali yenu ni mawili. Swali la kwanza, as a Christian, how will you discover or what will you do to receive the spiritual gifts? Patie hilo. Pray for guidance. Yes? Pray for guidance. Another one? Read the scriptures. Another one? Pay attention to your passion. Pay attention To your passion. to your? Passion. Very good. I just wanted to be sure about what you are saying. The last question. Nataka mnitajie jina jingine la gifts of the Holy Spirit. Another name. Another name for gifts of the Holy Spirit. Jina jingine. In English. Another name or another word for gifts of the Holy Spirit. How do we call them? Another word. Yes. Gifts of service. No. Spiritual gifts. No. The last one? Manifestation gifts. Correct.
Asante sana Jerusalem East, atutoe sadaka zetu tunapotoka na tujiandae kuleta zawadi katika nyumba ya Bwana. Asante sana Jerusalem East. Bethel Fellowship, nyuma ya Bethel Fellowship tutakuwa na sayo, itakuwa ya mwisho. Bethel Fellowship wakiongozwa na apostol wao MD. Karibu Bethel Fellowship. If you
verse comes from the book of Acts, chapter 1, verse 2 to 8 and 14, and Acts chapter 2, verse 14 to 18. Welcome. Verse 2, until the day was taken up to heaven, before it was taken up. Natumia Biblia gani? Good news. Verse 2, until the day was taken up to heaven, before it was taken up, he gave instructions by the power of the Holy Spirit to the men he had chosen as his apostles. 3 says, for 40 days after his death, he appeared to them many times in ways that proved beyond doubts that he was alive. They saw him and he talked to them about the kingdom of God. 4 says, and when they met together, he gave them this order: do not leave Jerusalem, but just for the gift I told you about, the gift my father promised. 5 says, John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 6, when the apostles met together with Jesus, they asked him, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? Verse 7, then Jesus said to them, Verse 7, then Jesus said to them, 7 says, then Jesus said to them, the times and occasion are set by my Father's own authority. It is not for you to know when they will be. 8 says, when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be the witnesses for me in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and to the ends of the earth. 14 says, yeah. Chapter 2, verse 14 says, then Peter stood up with other 11 apostles, and in a loud voice he began to speak to the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, listen to me and let me tell you what this means. Verse 15, it says, these people are not drunk, as you suppose. It is only 9 o'clock in the morning. Verse 16, instead, this is what the prophet Joel spoke about. Verse 17, this is what I will do in the last day. God says, I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Your young men will see vision, and your old men will have dreams. 18 says, yes, even on my servant, both men and women, I will pour out my spirit on those days, and they will proclaim my name. Thank you. Maswali yenu mawili. Swali la kwanza, mlisoma hapo mahali mliambiwa nyote? Halo, mlisoma? Sasa hebu ni confirm kama mlisoma. Kitabu hicho kiliandikwa na nani? Nani mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume? Makoli? Paulo? Ayo asa beteka ngao. Kitabu kia wakarakia watumwa. Paulo ligatega. Batewi mboni nukire sumoko nyakomoni. Wapi? Luka. Sasa hilo sio la alama.
na alama ni hii. Mnasikiliza vizuri, alafu mniambie maneno hayo yanapatikana kitabu kipi, mlango upi na mstari upi. Tasoma kwa Kiingereza. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall be called Emmanuel, which Bible verse records those words. Kwa Kiswahili, na mtu ananong'oneza jibu hapo. Kama uko na mwenye ananong'oneza jibu, mwambie tu angoje swali lake. Tazama, bikira atachukua mimba, atamzaa mwana ambaye ataitwa Emmanuel. Maneno hayo hupatikana kitabu gani katika Biblia? Tumia kikuza sauti. Ngapi? Chapter 53 verse. Umeanguka vibaya sana sana, hawajapata. Swali la pili napatikana Isaya 7:14. Mtajie aina 5 ya vipawa vya Roho Mtakatifu. 5 gifts of the Holy Spirit. Nataja moja, pea mwenzako. Prophecy 1. Evangelism. Teacher ama preaching. Teacher. Hamukupata swali langu. Nimeuliza vizuri. Mention ama name 5 gifts of the Holy Spirit. Teachers zinatokea wapi madam? Mtaanguka, dakika zinaisha. Huyo ndio wa mwisho kujibu. Faith and interpreting tongues. Faith and interpreting tongues. Ongeza moja. Wewe tu. Man. Knowledge. Good.
vipaji vya kiroho yenu mtukuza Mungu. Tuwe na upendo kwa vipaji vya kiroho yenu mtukuza Mungu. Mariamu mamake Bwana Yesu alikuwa ameposwa na Yosefu, akaonyesha kuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu mamake Bwana Yesu alikuwa ameposwa na Yosefu, akaonyesha kuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuwe na upendo kwa vipaji vya kiroho yenu kumtukuza Mungu. Tuwe na upendo kwa vipaji vya kiroho yenu kumtukuza Mungu. Tujue kwamba kila mtu hupewa vipaji, tuvitumie kwa upendo kutangaza neno lake Mungu. Ndugu zangu, tujue kwamba kila mtu hupewa vipaji, tuvitumie kwa upendo kutangaza neno lake Mungu. Tuwe na upendo kwa vipaji vya kiroho yenu kumtukuza Mungu. Tuwe na upendo kwa vipaji vya kiroho yenu kumtukuza Mungu. Tuwe na upendo kwa vipaji vya kiroho yenu kumtukuza Mungu. Asante sana Bethel Fellowship. Tutoe sadaka zetu tunapotoka, tujipange kuleta zawadi na Mungu awabariki sana. Tutoe sadaka vizuri. Amen. Amen. Asante. Tunaingia kwa ya mwisho. Before waingie, nikipenda watu wote ambao wako nje waingie ndani. Wale wote ambao wako huko chini, hata watoto wetu sasa wakuja hapa juu wote. Okeli, nisaidie hapo haraka haraka ndio kwa ya mwisho ingie. Hakikisha umepata mahali pazuri umekaa. Hii ndio itakuwa kwa ya mwisho. Tukimaliza tunaingia kwa neno. Wale wote ambao wako nje tuingie ndani wote. Wale wote ambao wako nje tuingie ndani. Asante. Watoto wote wakuje kanisani. Asante sana. Ni wakati sasa wa kuleta kwaya ya mwisho. Zion Fellowship. Karibu.
Praise God. Praise God. Praise God again. In front of you is Zion Fellowship, ready to present your memory verse and a song. Our memory verse comes from the book of Acts, chapter 1, verse 2 to 8 and 14. And Acts chapter 2, verse 14 to 18. It says, Unatumia version gani? Revised. Kwa wapi? Until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. To them he presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during 40 days, speaking of the kingdom of God. And while listening with them, he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you hear from me. For John baptized with the water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit. So when they had become together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the time or season which the Father has fixed by his own authority, but you shall receive power and the Holy Spirit as came before you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. For these men are not drunk as you suppose, since it is only the third hour of the day. But this is what was spoken by Prophet Joel. And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit onto all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and your old men shall dream dreams. Yea, and on my men servants and maid servants. In those days I shall pour out my spirit, and they shall prophesy. Umaliza? Maswali yenu ni mawili peke yake. Swali la kwanza mlisoma hiki kitabu? Mlisoma? Iko na how many chapters? The book of Acts. Iko na how many chapters? 100? Sinawasaidia? Nani atatuambia? Iko na how many chapters? Nani atawasaidia kutoka hapa nyuma? Correct, 28. Hilo andikwa la alama, swali la alama ni hili. Je, umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo ni upi? What is the significance of the Holy Spirit in a believer? Umuhimu ama uzuri wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo ni upi? Mbona Mkristo awe na Roho Mtakatifu? Swali rahisi. Roho Mtakatifu utusaidia na nini? Roho ni mwalimu. Unarudia swali langu. Mwingine?
Umuhimu wa Roho Mtakatifu ni upi katika maisha yetu? Roho Mtakatifu tusaidia na nini? Helps us in empowerment of our spirit. Aha. Mwingine? Katika kuomba. Kuomba maombi. Kwa mwisho tena, umuhimu wa Roho Mtakatifu. Umuhimu wa Roho Mtakatifu, dakika zinaisha, muda unaisha kabisa. Umeanguka hilo swali. Chini. Swali jingine, tukiwa katika hapo Roho Mtakatifu, tunasoma kwamba Yesu alijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, kisha akajaribiwa na shetani mara ngapi? 3. Mtajie ya majaribu haya. Yes. Nataka uongeze sauti. Akajibu kwa kusema yote yanawezekana. Nisoma Biblia gani hiyo na mimi nisome? Imeandikwa vipi? Yes. Turn stones into bread. Jesus responded by saying, not put, endelea sasa. Very correct. Again. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Siku ya Pentekoste ilipofika, wanafunzi wake walikuwa mahali pamoja wakimngoja Roho Mtakatifu, wakimngoja Roho Mtakatifu. Siku ya Pentekoste
ilipofika, wanafunzi wake walikuwa mahali pamoja, wakimngoja Roho Mtakatifu, wakimngoja Roho Mtakatifu. Wakanena kwa lugha nyingine kadiri ya Roho alivyowaagiza. Wakanena kwa lugha nyingine kadiri ya Roho alivyowaagiza. Wakanena kwa lugha nyingine kadiri ya Roho alivyowaagiza. Kaja ghafula toka mbinguni uvumbi kama wa upepo, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Kaja ghafula toka mbinguni uvumbi kama wa upepo, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakanena kwa lugha nyingine kadiri ya Roho alivyowaagiza. Wakanena kwa lugha nyingine kadiri ya Roho alivyowaagiza. Nasi leo neno latuhimiza, na tukae wote mahali pamoja, tukiomba Roho atunenee, tukiomba Roho atunenee. Nasi leo neno latuhimiza, na tukae wote mahali pamoja, tukiomba Roho atunenee, tukiomba Roho atunenee. Wakanena kwa lugha nyingine kadiri ya Roho alivyowaagiza. 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 Asante sana Zion Fellowship. Tutoe sadaka zetu, tulete zawadi yetu ambayo tulikuwa tumejiandaa nayo. Tupige kwaya zetu sote makofi. Asante all our choirs. May God bless you so much kwa kumuimbia Bwana. Najua tumekaa sana wengine, ningependa tusimame wote, tuimbe wote chorus moja kutoka nyimbo za Injili. Tutaimba wote pamoja ndio tulete matangazo, tukiongozwa na John Mbaka. Tuongoze kwa huo wimbo kwa dakika moja, dakika mbili, ndio tulete matangazo. Tusimame wote, tumekaa sana. Asante, karibu sana John Mbaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. O monene tuichulie. Monene. Ero moi kama chani. Bas, yona hali ngamuri ange kwa gatenga ke ikiera elesi ni aringeri kulia rero nige kwa no moi kama che abagu Yesu yeserio 1 2 3 go yeserie akabachika aboro kiwabaye Yerusalemu omoi kandatome omonene toichurie ero monene
toichorie omoikana Imbalinge Yerusalemu no saba okamo wagachorwa no moika korengana neira omonene toichorie Aminto monene toichorie omoika mochenu Ubantu bandi bagakumya na bandi bagachaya kere ira ya tata ya ikera netiwe omonene toichorie omonene toichorie omonene toichorie omoika mochenu omonene toichorie omonene toichorie omonene toichorie omoika mochenu Petero agatinina akamora ya Yesu abange bagonchoka abantu chiri buisato omonene toichorie omonene toichorie omonene toichorie omoika mochenu omonene toichorie omonene toichorie omonene toichorie omoika mochenu elo omonene toichorie waka omonene toichorie omonene toichorie omoika mochenu. Amen. Wacha tukae kwa Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwema. We are not late. Ni kama dakika 15. I want to believe Mungu atatusaidia tumalize within time. Nataka niwakaribishe nyote katika nyumba ya Bwana. Fellowship sote zimetuimbia. Naona wanaendelea kujipanga na mazawadi yao katika nyumba ya Bwana. Ile fellowship ambayo italeta zawadi, kindly let us do so ndio tumalize vizuri. Leo tumekuwa na fellowship evaluation na imekuwa fellowship evaluation ya kufana. Tujipigie wote makofi. Asante sana. May God bless you so much. Evaluation nyingine tutakuwa nayo mwezi wa December. Kwa hivyo tuanze kujipanga mapema. Tukipata lesson yetu ya next quarter, wacha tuanze kujipanga mapema. Tumekuwa na baptism, imekuwa very successful. Kwa hivyo leo tuko na wageni wa heshima katika nyumba ya Bwana. Tupie wote ambao walipatiswa makofi. Amen. Wamekaa hapo, wako wageni kwa nyumba ya Bwana. Mbinguni imefurahi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mbinguni ikifurahi na sisi wote lazima tufurahi. Amen. Karibu sana wale ambao mmepatizwa, karibu kwa nyumba ya Bwana. Tuungane wote pamoja tufanye kazi ya Bwana. Kwa hivyo leo tutakuwa na Lord's Table. Ningependa tuendelee kuomba sana. Mungu atusaidie tutakaposhiriki. Mungu atakuwa nasi wote pamoja. Next Saturday itakuwa on 30th August. Tutakuwa na center meeting. Tutakuwa na mkutano wa center ambao utakuwa Gekomu PH Church. Gekomu PH Church nimeambiwa kutoka town unaenda njia ya kwenda Ogembo. Ukifika Omosocho hapo utaingia kwenda ndani hapo karibu na Gekomu Primary School. Nyuma yake tu kidogo ndio kanisa letu la PH liko. Kwa hivyo wote tumealikwa Gekomu PH Church, tuende kwa wingi, tufike huko tuhubiri neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda huko tutaongozwa na kwaya yetu ambao wataenda kuimba church choir wimbo kuhusu kumtolea Mungu sehemu ya 10%. Kwa hivyo church choir nimeambiwa tuko na choir practice kuanzia kesho. On Monday, Tuesday, Thursday and Fridays kuanzia saa 10 hadi saa 11.
On Saturday vile nimesema wote tutakuwa Gekomu PAG Church. Nikisema wote namaanisha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa na wewe useme wote tutakuwa wapi? Gekomu PAG Church. Wacha Mungu atubariki tukue huko wote. Ni kanisa ndogo ambayo inaanza, kwa hivyo inahitaji sisi wote tukue huko tuwaombee, na Mungu atatubariki wote pamoja. On 28th of September, mwezi wa 9 tarehe 28, tutakuwa na launch hapa kanisani, launch ya church choir. Tumepata cards, tumetafuta wageni. There is still time. Ikiwa kuna mgeni hujafikia, mpigie simu, tunajua kupembeleza wageni wetu. Mwambie kuja asimame pamoja nasi, tuendelee kuomba sana kwa hiyo siku na Mungu atakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo on 28th of September itakuwa ni sherehe kubwa ya launch our church choir, na project ambayo tuko nayo ni project yetu ya kanisa. We want to have a church fund. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kuomba sana, tukitafuta pesa, tukitafuta marafiki ambao watakuja kusimama nasi on 28th of September. All apostles, nimeambiwa baada ya ibada tutabaki nyuma, tutakutana kwa ofisi ya bishop. We'll share about a lesson ambayo tumemaliza as we look forward to the next lesson. So all apostles, tusikue na haraka kutoka. Baada ya ibada tunakutana kwa ofisi ya bishop, tutapata mwelekeo. Tulikuwa na ladies camp ya wilaya at Gituri PAG. It started on Monday. Climax was yesterday. It was very successful. I attended 2 days na tulibarikiwa pamoja. Kwa yetu ya wamama ilituwakilisha huko na nyimbo 2. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na nyimbo 2. Nyimbo sitaki kuita kidamaduni kwa sababu tulikuwa tunaimba tukimtukuza Mungu, lakini tukifaria kama nani? Kama Wakisii. Ilikuwa ya kufana sana. You missed. Kwa hiyo choir tulikuwa na nyimbo 2. Amen. Amen. Asante sana. Tulikuwa na nyimbo 2. Moja ni hiyo is called a folk song, lakini ilikuwa ya kumtukuza Mungu. Ni mafasi tu na vile watu walikuwa na katika, ndio ilikuwa kidamatuni, walikuwa wamejifaa vizuri. Out of the many choirs that were there in the folk song, Bwana Yesu asifiwe, silikuwa kwaya nyingi. Nyamataro PAG Church kwa folk song ilikuwa number 1. Tuwapige makofi mazuri. Asante sana. Wakiingia kwa stage sikujua kama ni Nyamataro. Niliangalia na hao watu wametoka wapi. Walikuwa wamejifunga vilivyo. Amagoma. Mwanyako abantu wabigeta amagoma. Vesi velete kabisa. I wish next Sunday tukipata nafasi ile wimbo, ile choir ya wamama ambayo ilikuwa number 1 na set piece nao walikuwa number 4 on Sunday next week, tukuje mapema tuone vile watatuimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ladies, na ile wimbo wetu ile ambao tulikuwa number 1 na ile tulikuwa number 4, tujipange vizuri na Mungu atatubariki wote pamoja. Tupige wa mama wetu makofi. Asante. Wale ambao wakuenda Gituri for ladies conference, either as a boda or as a discover, you missed. Mambo ilikuwa ya kufana sana. Mpaka tulipata mgeni mwingine hapo, wengine hatujai muona. Aliga akasema lazima tupigwe picha naye. Aliga alikuwa nani yule? Amen, amen. Mama Kenya alikuwa huko, alipita akasalimia wamama wote, na wasee tulikuwa huko. Tulikuwa tunachungulia kwa umbali. Akauliza na wasee wamekuja kufanya nini hapa? Tukasema tumeleta wamama. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Aliga akasema lazima tupigwe picha naye. So ikiwa wazee walikuwa huko na wewe ni mama na mkutano ulikuwa wa mama na hukuenda, nataka ujiulize swali. Wewe ni mzee lakini wazee walikuwa huko. Wewe ni mama, wamama walikuwa huko. Sasa si umepata jibu? Umepata jibu? Amen. Amen. Kanisa letu ya Nyamataro iliwakilishwa vizuri.
May God bless you so much. Jerusalem West will be on duty this week. As from tomorrow, Jerusalem West will be on duty. Kwa hivyo nataka kushukuru Jerusalem East ambao wanamaliza leo jioni. Koinonia Mount Carmel Edition iko mwezi wa 11, tuendelee kuiombea. Koinonia Mount Carmel Edition iko mwezi wa 11, tuendelee kuiombea. Haiko mbali, imefika. Leo wanafunzi wetu wataombewa kwa sababu as from tomorrow they are opening schools. Kwa hivyo watoto wetu mkue kwa nyumba, mstoke. Baada ya ibada tutakuwa na maombi rasmi ya wanafunzi wetu ambao wanarudi shuleni. Rigesa, Mungu ametubariki, tulipanda tukaajia Mungu. Wajua ukipanda hauna kazi nyingine ni kungoja imee. The one who makes it possible ni nani? Is God. Ikamea vizuri, ukaenda ukabadilia, ikakuwa mpaka ukafuna. Ni kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo vile tumefuna, tukumbuke sehemu ya nani? Ya Mungu. The 10% Rigesa, sehemu ya 10 tulete katika nyumba ya Bwana. And we are always advised, before tuanze kutumia, toa sehemu ya nani? Ya Mungu. Kuna wengine tunatumia gunia kama 3, tukiona inaenda kuisha ndio tunakumbuka sikupeleka nini? Sikupeleka Rigesa. Hapana. Vile umefuna hivi, weka kipimo chako vizuri, toa 1, 2, 3, ikifika 9, hiyo ni ya nani? Ni yako. Ya 10 ni ya nani? Ni ya Mungu. Tulete katika nyumba ya Mungu, na yule Mungu ambaye alisababisha ikakuwa atasimama na wewe. Vile tumeanza kupanda na hizo zingine tunamtumainia, atasababisha tena tupate mafuno ya kufana. May God bless you tunapojipanga kuleta mafuno katika nyumba ya Bwana. Finally, nataka kusema choirs, najua kuna watu wengi wametuma, tutaimba next week. Leo wote tumeimba. Ikiwa ukupata nafasi ya kuimba, next week wale ambao wanataka kuimba mtapewa nafasi. Wakati huu ningependa nitambue wageni ambao wako kanisa letu. Najua sote ni wageni, lakini kuna mgeni. Maybe this is your first time to be in Nyamataro PHE Church. Karibu sana, we love you so much. Tupigie wageni wetu makofi wanaposimama. Wageni, your first time to be in Nyamataro. Asante sana wageni wetu, asante sana. Amen. Leo wote, sisi wote ni wageni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa umbali nimemuona mgeni, sio mgeni sana. She's been with us. Na leo ako nasi. Kwa hivyo Sister Becky, karibu sana usalimie Nyamataro. Karibu tukuja tu kidogo tusalimie Nyamataro dakika moja. Tupigie Becky, Rebecca makofi anapokuja mbele. She's been away for some time. We are happy for you, Sister Becky. Karibu sana. Asante Deacon kwa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Mana Yesu abakwe. Buyamore. Chingambi yachire. Nago kire kubarora. I'm very happy to be back home. I love you all and I missed you. Nawapenda sana. Ndio maana nimekuja. Si last time niliwaambia mahali niko? Mimi nashiriki katika kanisa la Sita Mngong. Mwenye anakuja huko tutakutana. Na nilipokuja nilipewa salamu na my fellowship. Fellowship yangu inaitwa Jua Kali, inaitwanga Safari Group. Hatuitangi fellowship, zinaitwangwa Safari Group. Sasa my Safari Group inaitwa Jua Kali na tuko watu kama 15, huko vikundi ni vidogo vidogo, na tunashiriki, tunakutana Sunday afternoon, na pia sisi tulikuwa tunasoma juu ya the Holy Spirit. Na lesson yetu inakamilika leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu. We were doing the Holy Spirit just like you were doing. Kabla nitoke kuna wageni ambao wanijui. Mimi naitwa Rebecca ama Becky Omoyo. Hili ni kanisa langu, hapa ni nyumbani. Kwangu ni hapa nyuma ya kanisa. Sisi ni mimi ni mmoja wa wale waanzilishi wa hili kanisa. Nataka kuachia neno moja. 1 John
the book of 1 John 4, verse 4. The book of 1 John 4 and verse 4. The Bible says, you are children of God. You are from God. And you have overcome them. Because the one who is in you is greater than the one in the world. Nataka mtu anisomee Kikisi. Only that word. Mwenye amepata Kikisi anisomee. Kitabu kiege tanga ni kia John inye. Ondonyolire. 1 John 4:4. Yaha. Abana bane. Inuna abanya sae more. Nande mwabwire balia. Ekiagara eroyore imase more. No monene kobwa oyore ime asense. Eakere chinkobi. Amen. Oyore ime ya ito. Intubuna ba Kristo ni garo monene kobwa oyorarari. Oyora asense. Intu gotora ababui saidi ya ababui. Ngaibireta byonsi pina bisangere liwense ngima. If we collect all the demons in the world and assemble them and you stand before them, you are greater than all the demons. Bwana Yesu asifiwe. Amanganonsi pia liama bechi nduali chionsi pi all the diseases in the world, from America, from South Africa, from everywhere. All those diseases, we are greater. The one who is in us is greater than all the diseases. Emechano yonsi pine sangere liwense ngima. Olio emenyete imeya ito nigaro manene ko bwagentoki emechandelia igontolia abantu abanene ntobwenera tikonya kwerera. Let us not be people who are discouraged, who are mourning, who are whining, because we have a greater one where in us, that the one who is in us is greater than all the troubles, is greater than all the afflictions, is greater than all the diseases, is greater than all the demons, is greater than all the struggles of this world. So we, all of us are great. Bwana Yesu asifiwe. Siyo neno itatubariki. So from today, usijione kama we uwezi. Mwenye ako ndani yako ni mlima wa Zion. Ambaye atingiziki. Hakuna lenye litakutingiza. Because the one who is in you is greater. Ni mkubwa. Omonene. Olio bwata chinguru chionsi. Ebireja mbibwata inguru ebibwata obolimo. Oko ngaine libibwata ensa. Amaruira oko ngaina kwaru asobo Nyasaye. Kwanya kwe murungani. All the challenges chionsi pi kero chigo tasore ekero gotenena. Igo chigo tama. Bwana asifiwe. Mungu awabariki sana. Muendelee kudumu katika neno la Mungu. Nimefurahia hata simuliniona niliimba kutoka Jordan. Bado niko pamoja nanyi. Tutashirikiana kwa vyovyote vile. Mungu atubariki. Tuendelee kuombeana, muniombee na mimi naendelea kuwaombea. Asante, mbarikiwe. Amen. Makofi mazuri kwa Sister Rebecca. Asante sana. Amesema anashiriki Chuakari ambayo inaitwa Ngong Zion, safari. Lakini amesema tena na wao walikuwa na lengo kama sisi, the Holy Spirit, sinifo. Na amesema na wao wanamaliza lini? So I'm saying that hiyo Ngong is supposed to be one of our fellowships, the 11th fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Such that kwa sababu ile ambao tunakuanga nayo hapa ndio iko huko. Na nafikiria ilianzia hapa ndio ikaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. So Becky, unawakilisha fellowship ya 11. Asante. May God bless you so much. Kwa hivyo ningependa sasa tujipange vizuri kumtolea Bwana tunapoimba ile wimbo tuliimba omonena akoreki atoichorie. Ogoichorie maete no kobeke gento gichire kabisa baka andige iteka talibo. Ponte etaba ichorie ne sadaka ingia. Mungu atujaze kabisa. Fungo tulete katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo wacha tujipange kabisa. Wapi brother Mbaka? Umeenda mbali? Nataka sasa tujazwe kabisa tunapoleta sadaka katika nyumba ya Bwana.
Roho Mtakatifu ujae ndani yetu, tulete sadaka vizuri. Baadaye praise and worship itachukua kwa muda kidogo ambayo itamkaribisha mnenaji. Karibu sana Mzee John. Haleluya. Tusimame sote juu tuimbe. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komoche. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komoche. Petero agatinina akamora ndia Yesu. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komocheni. Barenge Yerusalemu bagasaba okomo bagaichorwa n'omoika koreng'ana neira. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komochenu bagakwana nemenwa inde batamanyete una oiko baete watura amang'ana. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komochenu. Bantu bandi bagakumya nabandi bagachaya tereira ya tata ya ikera tetiwe. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komochenu. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komochenu. Petero agatinina akamora Yesu nabangera namotoka nakati busano. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komochenu. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komochenu. Omonene toichorie, omonene toichorie, omonene toichorie, omoi komochenu. Mwenyezi Mungu uliyeumba mbingu na nchi, nalitukuza jina lako kwa sababu unastahili kuinuliwa. Baba, ni asante kwa sababu ya kipawa cha uhai. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya ukuu wako. Ni wewe Mungu umetuleta umbali huu. Sisi peke yetu hatuwezi. Sisi peke yetu hatutaweza. Asante kwa sababu umetuleta tangu asubuhi mpaka saa hii. Asante kwa sababu ya vyote ambavyo vimetendeka ndani ya nyumba yako. Naomba neema yako ikatose kila mmoja. Naomba mambo makubwa yakatendeka ndani ya watu wako. Watu wako wamesimama na miguu yao, wametembea kwa madhabahu haya, wamekutolea sadaka, fungo na vipawa mbalimbali. Naomba baraka yako ikakutana na vigira sao. Mukainue mtu, ukabariki mtu, ukaponye mtu, ukakutana na mahitaji ya mtu. Neema yako ikatoshe. Ni kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tusiketi tafadhali. Tusiwe wa haraka kwa kuketi. Hallelujah. Praise God. Hebu simameni tu tafadhali. Tuinuliane mikono tu hivi. Naomba usalimie mwenzako, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Mkaribishe, mpe high five. Mwambie karibu. Karibu. Hallelujah. Hallelujah. Usiongojee
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aiga ntoriko ikanga oganyetege keke neno manya gosoa asoko asikirike gendrete. Ukifikanga tu hivi wewe kwa hapo ndani kwa hiyo nyingine. Praise God. Kama mimi nachelewanga kwa fellowship kuchitrain. Leo vile nilifika tu hivi nikaingia ndani kafili kwa kuimba nikaimba. Na wewe tukifika hivi usiongoje muziki ishike ndipo uanze kudansi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu makofi, inua mikono yenu juu. Tunae mikono sisi wote hivi. Tunae kila mmoja inue mkono. Funzanga hata watoto wadogo wainuange tu mikono. Tuwastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Keyboard ni negative tu, tafadhali. Aya tupige makofi. Yesu wastahili heshima. Ongeza tempo. Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na usema Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na usema Yesu wastahili shangwe na vigelegele kwa Yesu. Kila mmoja inua mkono wako juu kabisa. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na tunainama tunainuka twainua mikono tunakuabudu tunainama kila mtu tunainuka twainua mikono tunakuabudu inama tunainama tunainuka twainua mikono tunakuabudu inama tunainama tunainuka twainua mikono roka kidogo tunakuabudu inama tunainama tunainuka twainua mikono tunakuabudu inama tunainama tunainuka twainua mikono tunakuabudu Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na haya kila mmoja weka mkono hivi Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu.
na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima. Yesu wastahili heshima na utukufu. Shangwe na vigelegele. Weka mikono mbele. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na Father, we thank you. We give you glory and honor. You are the Lord and there's none like you. Receive all the praises, Daddy. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. Jesus. You are worthy to be praised.
glory. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Jesus. We worship you. We worship you, Lord. You are worthy to be Give all the glory, Jesus. We give you all the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We love you, Lord Jesus. Receive the glory and the honor. Hallelujah. Father, we thank Father, you. you We are worship great. you. We give you Receive all the the praises, O Lord. There's none like you. You are worthy, Lord Jesus. Jesus. You are worthy, King of glory. You are able, You are God, worthy, give my you all Father. the We will Thank thank you you. for everything, We Lord. bless you, Almighty God. You You have are taken wonderful. care of us. All this far, it is you, my good Lord. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mkuu na ni Mungu mwaminifu. Baba wetu, tunashukuru sababu umekuwa nasi kwa njia ya kipekee. Baba, tumeona makuu yako yakitendeka mahala hapa. Mungu wetu, tunapojiandaa kusikia neno lako, kuwa nasi Mungu wetu. Tubariki na utende mazuri Baba wetu. Utende mazuri, utuondolee nguvu zote za giza. Simama nasi tunapoanza kwa maandiko. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na kila mtu aseme amen. Pigia wanakwaya makofi mazuri. Appreciate them because wamefanya maneno mazuri. Appreciate also fellowship zetu katika jina la Yesu. Wapigie makofi. Akera chi fellowship cheito chinkobi. Sababu tumesikia nyimbo. Ekiagera toigura matera. Tumesikia wakijibu maswali. Toigure bakoiraneria mabolio. Ngaona mwapigie makofi mazuri. Bakere chinkobi chingia. Thank you so much kwa hiyo kazi nzuri. Mbia mana asemere meyemia. Najua saa zimeenda. Nimanyete biro byachire. Ni karibu saa 7. Ng'ang'e na saa 7. Na bado tuko na maneno machache mawili hivi hatujamaliza. Na ande ntotigalete mangana make totarakora. Lakini najua Mungu wako nasi. Nimanyete Nyasaye narama na atatusaidia tumalize katika jina la Yesu. Na tokonye tokora serieta lya Yesu. Allow me read the word of God. Nganchere nsomeri ngana lya Nyasaye. This being the first service. We didn't have the first service as our program because of many programs we had. So let me call it the first and second service. And I welcome you as we read the word of God. Tuende pamoja kwa neno la Mungu. Acts chapter number 1. Nataka tusome 8. The book of Acts chapter number 1. We read from verse 8. And I read. But when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and will tell people about me everywhere, in Jerusalem. Sorry, let's read. But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power and will tell people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, and in Samaria, and to the other ends of the world. Kolende namanyole chinguru ekero omoikomo chenu bacheire na inwe namo babiroli bane ase Yerusalemu na ase chinsemo chionsi chiabo Yahudi na Samaria na goika chinsinyo chense.
Baba, katika jina la Yesu, tata ase rieta ria Yesu I thank you because of your word. na gwakire mbuya mana ase encho ering'ana As riao we enter into it, buna togosoa ase ering'ana riao be with us mightily. kabe na intu ase chinguru chinene. For in Jesus' name we pray. Amen. Bwana asifiwe. Manene Yesu abasi. Nifungie mkono hivi kama unaniona. Koroko boko igonya kondoche. Asante. Nataka kukaribisha kwa neno, kwa maandishi hayo. Bia manonta itoko kwaligania samari kayo. Nataka niseme hivi katika jina la Yesu. Tageteko kwana igase rieta ria Yesu. The Holy Spirit, omoikomo chenu, the promise for all believers. igoya renge eira asabege ni bonsi. The Holy Spirit, omoikomo chenu, the promise for all believers. Eira asabege ni bonsi. That is what I want to be my theme today. Ekine kikego chikobekerenga kiana lituko lia lero. Before the ascending to heaven, that is Jesus Christ, nyuma Yesu ataragenda igoro, he assured everybody, all our followers, akenekeria aba orokiwa baye, that he will send somebody. He gave a promise that he will send the Holy Spirit, and that Holy Spirit will take care of the believers. And that is why today we had issues here of the Holy Spirit. And today I want to assure you, if you walk with the Holy Spirit, if you accommodate the Holy Spirit, it shall be well in your life. Praise the Lord. I said this. Before ascending to heaven, Jesus assured followers that the Holy Spirit he had promised will come upon each person, and then he will dwell in us, or he will dwell in his followers. And surely that is what happened. And then they waited for that Holy Spirit in Jerusalem. At the appointed time, and then that Holy Spirit came. God has also given us of us this powerful offers of the Holy Spirit, so to be with us in our struggles of this life. The Holy Spirit has purpose in our lives. In fact, the Holy Spirit has a purpose. He had a purpose of coming to us. Roho Mtakatifu alikuwa ni roho ambaye angekuja atutie nguvu, ili akaweze kutembea nasi, ili akaweze kutushikilia, tukaweze kutembea vilivyo. Ndiposa Yesu akienda alisema roho huyu akija atakuwa ni roho wa kutusaidia kwa maisha. And I want to give you one or two things. Roho huyu wakati alikuja, kuna vile vitu alikuwa amefanya ama atafanya kwako. Praise the Lord. The Holy Spirit testifies our relationship with God. The Holy Spirit testifies our relationship with God. It testifies that we are God's children. If you can read Romans 8:16, let us read that so that we can be able to understand that. 8:16. The Bible says this. Romans chapter number 8:16.
I read in Jesus' mighty name. Amen. I read in Jesus' mighty name. The Bible says this. For this Holy Spirit speaks to us deeply in our hearts and tells us that we are God's children. And since we are his children, that is 17 now, and since we are his children, we will share his treasures. For everything God gives to his son, Christ is ours also. Bwana asifiwe. Amen. That means the Bible is saying, for this Holy Spirit speaks to us. It speaks to us deeply to our hearts. And it tells you that we are God's children. And since we are his children, we will share his treasures. Amen. This is the work of that Holy Spirit. It testifies to you that we are children, you are children of God. It speaks to you in a deep sense to your hearts and tells you that you are indeed God's children. And when you are God's children, you share his treasures. Amen. The Bible also says this. Those who obey God's commands, they live in fellowship with this God. Amen. Those who obey God's commands live in fellowship with him. And he with them. And we know he lives in us. If the Holy Spirit lives in us, he walks with us, he testifies in us, then we are really the children of God. How do I talk to you today? That this Holy Spirit, it was a promise to us. So that that Holy Spirit can walk and do good things in our lives. The second one I want you to know, in fact, the Holy Spirit is our teacher. The Bible says, but when the Father sends the counselor as a representative, and in this counselor I mean the Holy Spirit. He will teach you. He will do everything in your life. He will remind you. And once he reminds you, that means you are not going to forget. I'm saying this. He will teach you everything. He will remind you everything. And he will be in you, and he will be in you continually. Amen. So this Holy Spirit, he is your teacher. A teacher who reminds you. You know the work of a teacher. And this Holy Spirit is one of the best teachers we have. Am I talking to somebody? Roho huyu ambaye tulitumiwa
Omoikoyo machenu tu atomeirwe. Ndio sababu tumesimama. Na kigeko gara tu atemire. Ndio sababu utasimama. Na kigera gerote nene. Ndio sababu itakufanya uendelee. Na kigera geroge enderere. Huyu ni mwalimu. Omoikoyo machenu no mwalimu. Na ukiwa na mwalimu. Na ande karole no mwalimu. Ambaye mwalimu tena amekuwa mzuri anakukumbusha. Na ande mwalimu omuyogo koinyoria. Ukisahau anakukumbusha. Gokweba igago koinyoria. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Eyunere meromo yo moikoma chenu. Bwana asifiwe. Manene Yesu abakwe. Lingine ambaye Roho anafanya kwa maisha yetu. Yeye ntokendo moikoma chenu wako He guides us. Igagokora. He guides us. Igagokora. When the spirit of the truth comes, ekero moikabwe keno urache. He will guide you nokorae into the truths. Gochia sekene. He will not be presenting his own ideas. But he will be telling you what he has heard. He will tell you about the future. He will bring you glory by revealing to you whatever he receives from God. If you can read John, the book of John 16:13. Let's read there so that we can confirm that one. If you are there, John. If you can read that. Yes. Tagokwana ayara yaye korendonsi ayara anyore aranyare koigwa na yakwane naenda mangana agochigocha na batebye engencho yaye. The Bible says when the spirit of truth comes, he will guide you. You in all truths. He will not be representing his own ideas. He will be telling you what he has heard. He will tell you about the future. He will bring my glory by revealing to you whatever he receives from me. That is the work of the Holy Spirit in our lives. Praise the Lord. Amen. In fact, he will tell us about the future. He will reveal to you the things that you don't even know. So your work is just to accommodate this Holy Spirit. It is crucial that we learn to depend on this Holy Spirit. It is crucial to every believer that you have to depend on this Holy Spirit. Ukimtegemea huyu Roho, he is the source of your truth. He will be the source of your wisdom. He will be the source of your self-deception. He will be the source of self-deception. Bwana asifiwe. Amen. Pigia makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Actually, he is going to be the source of your truth. It's going to be the source of your wisdom. In fact, he will always be guiding you wherever you do. Bwana asifiwe. Amen. So what I'm trying to say is that it is crucial that we have to know and rely and depend on the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Amen. If you depend on the Holy Spirit, it shall be well in your life. Oh, Bwana asifiwe. Amen. Another one I want you to notice this. He convicts. He convicts. In John 16:8, if we can also read that.
naende kerara achere If we can also read that. naende kerara achere naenekerie ense ase amang'ana ebibe Yes. naende oboronge naende ekina. Bwana asifiwe. And when he comes, he will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgments. Bwana asifiwe. naende kerara achere Yes. naenekerie ense ase amang'ana ebibe naende oboronge naende ekina. Bwana asifiwe. Amen. Something I want you to know this is egento otagete omanye neke the Holy Spirit's purpose ekerenga kio omoika omochenu here is to expose the darkness of your heart. nokobeka maiso marore egesunte keri kere ase enkoro yago. Because the Holy Spirit, ekiagera omoika omochenu when it is in you, ekero ore ime yao it will expose the dark areas in your life. nokora kichinsemo chiri chiri egesunte ase obogima bwao. It will bring in light to your hearts. norete oborabu ime And y'omoyo once there is light in our naende hearts, oborabu bokoba ase omoyo then it means the Spirit has helped you from the dark areas. naende igo omoika omochenu ogokonyire korwa ase ebinto by'omosunte. We cannot fully see the truth ntokonyara goteba ekene unless we open our lives to God's light. rioka twigoire obogima bwaito ase oborabu bwa Nyasaye. Praise the Lord. Amen. We cannot, and we are not going to do it naende ntokonyara if we really don't allow the truth of God. onye ntogwanchara ekene kia Nyasaye Then allow God's light to enter in your heart. twanchere oborabu bwa Nyasaye baso ase So chinkoro this is the chiaitu. work of the Holy Spirit. eye nemeremo y'omoika He omochenu will take away the dark areas in your life, norusie emeremo y'omosunte ase obogima bwao and you shall lead a life which is excellent. naende omenye obogima bore obuya. In fact, He expels all the darkness in our souls. igakorusia ebinto byonsi by'omosunte ase obogima bwaitu. And once the dark areas are dispelled from you, naende ekero ebinto by'omosunte byarusiwe then it means you are a really a believer who somebody can rely upon. naende bono kwaba omwegeni omonto arasemerie. The Holy Spirit equips. omoika omochenu igogokoa chinguru. He equips every believer. igokobeka chinguru kero omwegeni. In fact, He gives you power okoa chinguru when He indwells in you. ekero amenyete ime yao. So once you are equipped, ekero kwairu chinguru echi you are bold in doing these things. igore na ushuja gwokora ebintu. You become bold even in preaching. uko na ushuja hata wa kuhubiri. You become you become broad. There is that broadness to witness. igogotwara ushuja bwogokwana ling'ana lya Nyasaye. That is why in the Bible na kigekogera ase you could Biblia see other people there talking with boldness. na kiokorera abantu bagokwana n'echinguru. So it is this the work of the Holy Spirit eye nemeremo y'omoika omochenu which will make people be in that boldness. ekonyarera abantu bakwana ling'ana ase chinguru. So when you become bold in God, ekero ogoba n'echinguru ase you Nyasaye start witnessing, wachaka gokwana then things are good in our lives. naende ebinto byaba buya ase obogima bwaitu. Bwana asifiwe. omanene Yesu abako. Sometimes the Holy Spirit removes that cowardness we have. chinga kichinde omoika omochenu gokorusia obwoba borito bwate. That sometimes you find you are very coward. chinga kichinde okwenyora ore n'obwoba. Sometimes you are shy. chinga kichinde ore omosoko. But if the Holy Spirit, you allow it to enter into you, orendo iso gwanchera omoika omochenu ase ime ya. oh, that cowardness will go. obwoba borigo bogosoka. That cowardness will run away. obwoba borigo bogotama. You shall be strong in the name of Jesus. nobe n'echinguru ase erieta ria Yesu. How do I pray that you walk without fear? ngotara otari n'obwoba. I want us to read this also.
Ntageta tusomeke nainde. The book of 2 Timothy, Timotheo ya kabere. chapter number 1, 7 and 8. Timotheo ya kabere. I wanted to Eyemo isano yes. ibere na isano isatu. 2 Timothy, Timotheo ya kabere. chapter number 1, 7 and 8. Eyemo isano ibere na isano isatu. If you are there, please lead. Egoteba. Yes. Ekiagara Nyasaye tato eto omuika bw'obwoba. Kolende oyo bw'ekinguru na obwanchani. Yes. Na oyo bw'okwerenga intwe abanyene. Gaki. Torora obosoku kobera omonene oito kirori. Gose tondorera inche omosibwa oye obosoku. Kolende nonya naye olemererie emechando ase eng'encho yenchiri ase okobwa kwa Nyasaye. Amen. The Bible is just saying this. Ebibilia yatebire iga. God has not given us the spirit of fear. Nyasaye taratoa omoika bw'obwoba. He has given us the spirit of boldness. Kolende omoika bw'echinguru. So when he is in us, that fear is not in us. We shall be strong. We shall do things in the strong way. This is what Timothy is saying in the book of Timothy. That we have not been given a spirit of fear. We have been given a power of love and self-discipline. And we cannot be ashamed to tell others about our God. When the Holy Spirit is in you, I tell you that you will not fear to say that you have a God. You will not be ashamed to tell others that is about your God. Najua roho wa Mungu akiwa ndani yako, hautakuwa na aibu kumtangaza Mungu. Utasema ni naye Mungu, na huyu Mungu ndio Mungu wa ajabu kwangu. Umbali huu ni Mungu amesimama na mimi, ataendelea kusimama na mimi, na watu wataona ukweli roho ako ndani yako. Ninakuambia huyu roho aweze kutembea na wewe, aweze kusimama na wewe, aweze kukuendea, aweze kukupeleka mahali mbali na maisha yako. Bwana asifiwe. Huyu roho wa Mungu ambaye tuliambiwa ako na sisi, akaweze kusimama na wewe, akuinue kwa maisha. Usiwe na uoga, usiwe na uoga, bali usimame na kusema tunaye Mungu, na huyu Mungu umbali huu ni yeye, na huyu Mungu ndiye ametutendea haya yote. Bwana asifiwe. Huyu ndio Mungu tunamhubiri. Tunaambiwa tusimame imara, wacha kuogopa, sababu tumepewa nguvu na huyu roho wa Mungu, na huyu roho wa Mungu atakusimamisha. Hey, wewe mama, simama na ukue mwanamke, na wewe mwanaume simama na roho wa Mungu, na watu watasema tunaye Mungu. Praise the Lord. Amen. Hayo ndio mambo tunataka yafanyike kwa maisha. Hiyo ndio kazi roho tuliwachiwa atufanyie. Asimame na wewe, na wewe uambie kuna watu wengine kuna Mungu, na watu wajue kuna Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka niseme hivi pia. Your success in your Christian lives should not be based in your ability. Bwana asifiwe. Amen. Your success in your Christianity, in your Christian life,
asobo Kristo bwao should not be based on your ability mboli kobe kwase okonyara kwao or your skill gose chingencho chao or your courage, gose binto bilio bwate but it must be based on the Holy Spirit's power working in you. kolende ni gobo kobe kwase chinguru chio moikomo chenu. Bwana asifiwe. Amen. I am just saying this. Igongo teba iga. In this life, asobo gimobo, you cannot do it alone. to kore mirima ebieka. You need God's ability. No tagete okoboirwa na Nyasaye. You need power from God. No tagete chinguru chia Nyasaye. That is why I am saying all your success in this Christian way. It is not because of your power. It is not because of your skill. It is not because of your courage. It is based on the Holy Spirit's power working in you. If the Holy Spirit will work in your life, then you will have more ability in doing anything. You will have a lot of skills using the Holy Spirit. And there will be a courage in you in Jesus' mighty name. I am just saying this. May the Holy Spirit help you persevere in this Christianity. May the Holy Spirit today make you be bold in whatever you do. May the Holy Spirit today make others know that you are really a Christian. How can they know that you are a Christian? It is because of the boldness that you will have when you talk to them, when you witness there is God. And I am wishing that from today again, may you have power to witness God's word in Jerusalem, in Judea, in Samaria, to the end of the earth, even the slopes and hills of Nyamataro. Bwana asifiwe. Wherever you are, just tell people there is God. Let people know that it is God who has made you to be who you are. And I wish that power gets you today, so that you are able to witness there is God. We serve an able God in the slopes and the shops of Nyamataro, and even beyond. Amen. As I finish, allow the fruits of the Holy Spirit to be in you. Because if you allow the fruits, so that those fruits be in you. And what are these fruits I'm talking about? I am talking the fruits of the Holy Spirit. The Bible says that is the word love. Love is one of the fruits of the Holy Spirit. And as a Christian, if love will get you, and if you allow that fruit to grow in you, oh hallelujah, amen, then it shall be well with everybody. If you allow the fruit of joy, people will see joy in this world. If you allow the spirit of peace, if you allow the spirit of patience, if you allow the spirit of kindness, if you allow the spirit
of self-control. bwanje litunda lyokwelita Among other fruits of gatigati ya matunda andonsi it shall be well in our lives. nebe bujaso obugima bwaitu. Bwana asifiwe. Amen. Because if there is love in your fellow Christians, obwanja niboise ko basa abakristo gati you allow that fruit to be in you. bwanje litunda liribe asole And you allow the fruits of joy to be in you. nande bwanje litunda lyomogoko libasa You allow joy to be there. bwanje romogoko bo You allow faithfulness to be there. bwanje obwegendwa bobo. Then what else we cannot do in this world? nande ngento kyotakora sensei Because this is why the Holy Spirit is with us. nakigeko garo moikoma chanura setole Bwana asifiwe. manane yesabakwe Also allow the Holy Spirit nande anchera omoikoma chenu to walk in your life. otara sobogima bwa Walk in spirit. tara somoika Walk in that good spirit that when you create a spirit of God within where you are, tara somoika nande bwanchero moiko basole then people shall see the sense of us worshiping God. nande abantu mbakoro mno kumusasima How do I nyasa wish to you today nakina sabire rero that this promise we were given, ngeire yetu aetwe that this promise be with you in Jesus' name. nande be amasemole aselieta lya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. If from today korwa rero we are finishing a lesson of the Holy Spirit, twakorire eleseni eyo moikoma chenu at least get something from there. nyore gento korwa roro It will guide you in this life. nego konya sobogimobo This spirit will never leave you because it will remind you where you have gone wrong. omoikoma chenu to korwa sole sengicho noko inyolia soko genda bobe It will tell you the truths of this life. nogo tebie kene kyobogimobo It will show you the ups and downs of this life. neko rokie amangana mabena maya sobogimobo This is what I am praying for you in Jesus' mighty ekene name. kina basabeire aselieta lya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Roho wa Mungu omoika omachenu nyasaye akikukuta vizuri aiseko konyora buja na ukimwachilia huyo roho, nande omwanchero omoikoyo nakwambia hata Ukristo utakuwa rahisi kwa maisha nonye yako. nobo kristo borabo bworora sobo. Unajua tumesumbuliwa twachandirwe sababu hatujakubali roho atembee nasi. ekiagera totaranjera omoikoma chenu Hatukubali otaramo na intwe tupatie roho wa Mungu nafasi moyoni mwetu. ntora omoikoma chenu libaga sobogima bwaito. How do I beseech you today nakina abasoroire rero that in this life nga sobogima obo kubali roho wa Mungu atembee na wewe. anchera omoikoma chenu otaramo na Yale maandishi ambayo nilianzia amalika alina achakera yalisema hivi, igateba iga but when the Holy Spirit has come upon you, ngekera omoikoma chenu oracha asole you will receive power nonyore chinguru and you will tell people about me everywhere. nobe kirori ya nyasa ojesa sama Meaning that when you receive the Holy Spirit, emine tingekera oranyora omoikoma chenu you will have the power you need. nobe ne chinguru You will have the strength you need. nobe ne chinguru chirioganetie You will have the guidance you need. no twaro kuboroka And this is what I am praying to you in Jesus' mighty name. Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na tutembee na roho wa Mungu. Tigatotare no moikoma chenu. Tutembee na roho wa Mungu. Gogo tara no moikoma chenu. Jua Mungu atatuacha katika jina la Yesu. Nyasaye tago totigaseri etalia Yesu. Nataka nikuulize usimame na mguu wako. Igontagete ostene na sama gorao. Nataka ujiangalie. Ntagete bweligererie. Nataka ujiangalie wewe mwenyewe. Ntagete bweligererie ayo manyene. Ili uone roho wa Mungu ako ndani yako. Ororenga omoikoma chenu nolime ya. Umemkubalia huyu roho kwa mwanche iro moikoyo machenu. awe na wewe. Abe amanaye. Umemkubalia huyu roho wanche iro moikoma chenu. Abadilishe maisha yako. Onchoro bugima bwao. Umemkubalia huyu roho kwa mwanche iro moikoma chenu. atembee na mahali popote unaenda. Atara manaya ndonzi asogochia. How do I pray that you allow the Holy Spirit to walk with you? Nakina sabirenga bwanche ro moikoma chenu otara manaya. Uongee na Mungu wako kwa dakika 1-2 hivi. Kabla hatujamaliza na maombi. Asama sawa.
Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu wetu. Ulituahidi Roho Mtakatifu, na kwa hakika huyu Roho Mungu wetu ulitutumia, na huyu Roho ako katikati yetu. Maombi yetu Mungu wetu, wapendwa siku ya leo wakaweze kutembea na huyu Roho, wakaweze Mungu wetu kujua ulitutumia huyu Roho akaweze kutuongoza, ulitutumia huyu Roho akaweze kututendea maneno mazuri kwa maisha haya. Ulitusaidia Mungu wetu, sababu au kutaka tuwachwe peke yetu. Baba, leo hii nimeongea neno lako kwa wapendwa hao. Baba, ninawaombea Roho huyu akaweze kuwa katikati yao, awasaidie, awalinde, ili Mungu wetu maisha yao yakaweza kubadilika. Tenda mazuri kwa maisha yetu. Mungu, usiwache tushindwe, bali utembee nasi, ili tukaweze Baba wetu kuwa watu ambaye tunakufana, ambaye watu tunakukimbilia na kujua kweli umetembea nasi kwa njia ya kipekee. Baba wetu uishie milele, sante kwa siku ya leo. Sante kwa neno lako, limepita kulingana na mapenzi yako. Baba, tumeongea juu ya Roho wako Mungu wetu. Roho huyu Baba wetu, Baba ulitutumia akaweze kutusaidia, akatusaidie kwa maisha haya, asimame nasi na Mungu aturekebishe. Aomba tena Roho huyu akapate nafasi mioyoni mwetu, utende mazuri na utubadilishe, na kila mtu aseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Nataka tena uniruhusu dakika chache. Ndake tena ndo nganjira se keregeke. Tuna mesa ya Bwana. Ntobwate mesa. Kwa dakika chache tu. Asichi dakika chinke. Nitakuwa mfupi sana.